How is CNA jobs happen? Does it pays better? Hilo ni swali ambalo nimepata kwenye inbox yangu ya Facebook. So ni swali ambalo nimeulizwa na one of my followers. Anataka kujua kama kazi ya certified nursing assistant job kama inalipa vizuri hapa Texas. Na kuambia ya kwamba maswali inafuata ama inanipata pale kwa watu wangu ambao wananifuata ni ya maajabu na ya kufurahisha, kwa sababu inanionyesha ya kwamba majority ya followers wangu wako na haja kubwa sana na they are very much interested in following up. Na hiyo inafuatia videos zangu kadhaa ambao nimekuwa nikirekodi ili niwajulishe na kuwafundisha kuhusu maisha ya hapa Amerika. So nitakujibu hilo swali straight away, lakini kwanza kabla sijajibu hili swali nataka sasa nielimishe wengi kuhusu hii CNA, kwa sababu saa zile unauliza swali kuhusu CNA inamaanisha huyu mtu mwenye ameuliza swali inamaanisha anaielewa vizuri kwamba kazi ya CNA ni nini. Lakini sasa nataka nichukue hilo jukumu la kuelimisha zaidi maana ya kuwa CNA hapa Amerika ama Amerikani. So sikiza kwanza. Certified Nursing Assistant job is a job, ni kazi ambayo iko licensed. Nikisema licensed inamaanisha kwamba unakuja unafanya kazi hapa kwa idhini, with permission of a licensure board. So there's a licensure board yenye inakupea ruhusu ufanye kazi hapa Amerika kama CNA. Hivyo inamaanisha kwamba hata hivyo kama umefanya kazi kama CNA ama uko na any certification from outside America ambao inajiita CNA, inamaanisha kwamba ukivuka kuja hapa Amerika still bado utakuja ufanye hiyo exams ama usomee kazi ya CNA ya hapa USA, kwa sababu ni tofauti na ni mbali sana na yale ambao mnayatekeleza ama mnajifunza mkiwa outside America. So certified nursing assistant job hapa America inamaanisha nini? Kwanza nataka uelewe ya kwamba this is the most selling and the most entry point ya kazi zenye kila mtu mwenye anatoka Kenya ataipitia. Usipopitia hapa hivi utasunguka kule kwingine, kila pahali fanya kazi zingine, but at the end of the day utakuja tena ufanye nini? Kazi ya certified nursing assistant. Kwa nini? Most of the people ambao nimeinteract nao na watu ambao tunaongea na wao, nikisema watu ambao naongea na wao ni wale ambao wamenipigia simu, tumekutana nao physically, wananiambia nimetembea pale kwingine, nimefanya kazi kwenye stores, nimefanya kazi kama military, nimefanya kazi kama nini, na sasa nimerudi, nimeona na sasa nataka nifanye nursing. So CNA is a pathway opening ya kufanya kazi ya nursing, and it will eventually lead you once you practice nursing from the lowest level. So kama unataka kufanya nursing lazima kwanza ufanye kama CNA. Kama utafanya kwa CNA inamaanisha utafanya kazi kwingine, which is I don't know, but najua watu wengi wenye wakija hapa wanataka kufanya kazi kama CNA so that they'll end up training as nurses, that is LVN, licensed vocational nurses, or they'll go straight to be registered nurses. Mnasikia hapo hivyo? So kwa nini sisi huwa tunasitiza? Nikisema sisi simaanishi mimi na wenzangu wenye wananikaribia, lakini most of the people wenye wanawafundisha kuhusu ukishafika hapa Amerika wanakuelekeza na kuambia, wanakupea guidance. Haswa hata mimi pia nasitiza, ukifika hapa USA the most appropriate job yenye utafanya, and you guys sitaki mwanze kuni quote anywhere kwamba ninadharau kazi zingine ama nini. No, this is the most definitive job yenye most
people wakija hapa hivi wataanzia hapa. Utaanzia nini? Utaenda shule for 2 weeks. Kwenda shule for 2 weeks inamaanisha it's either utaenda kuenroll pale kama hapa Texas, utaenda uenroll, utapewa wiki 2, utajisomea nyumbani, kuna material yenye utasoma, ama utaenda one-on-one classroom usome. And then trainers will prepare you ufanye board exams ya particular state. For instance, state yenye nakwambia ni ya Texas state ya certified nursing. So every state iko na certified nursing assistant test exam. So ukipita, ambapo najua wengi ambao wanakuja huku wana struggle. By the way, kuanza kufanya certified nursing exams is a struggle because kuraise 700 like for Texas kuraise, ukija hapa hivi mara ya kwanza kuraise 720 from 750 to 760 somewhere there in a vary. It's not easy, especially kama unakuwa hosted. So ukija lazima ufanye kazi zingine huko polepole, ukiraise pesa za kulipia ufanye hiyo state exam ya certified nursing assistant. So ukishapita utapelekwa pale kwa home nursing, ama utachagua ni wapi unataka kufanya kazi. So wengi ambao wako mbali outside USA huwa wako na fahamu ya kwamba CNA job unafikiria tu unakuja na hiyo akili yako kutoka nyumbani, ambapo pengine unafikiria ulishafanya kazi kwenye hospitali za nyumbani ama umetrain kama CNA outside America, utakuja tuingie kazi huku hivi. No. Hii si kazi ya kufanya guesswork, hii si kazi ya kusema niko na experience. Hawatambui. Lazima ufanye exams, ukwe certified, ufanye test exams ambao ni physical exams na upite, and then ufanye clinical exams, utakuwa examined na upite that clinical exam. And then hizo ni vitu ambazo kila mtu anapitia hapa hivi, iwapo haukuwa na baseline training ya nursing experience outside America. So jambo ambalo watu wengi wanafaa kujua ni ya kwamba hakuna venye unaweza train kama CNA outside America alafu ikulete uje hapa USA. Sio kama nurse. America tu inatambua registered nurses outside America ambao wanafanya exam inaitwa NCLEX exams, alafu wapite. Wakivuka hapa hivi, wakishapita NCLEX exams, wataingia kwenye clinical area, waanze kupractice as registered nurses hapa America. CNA hapa Texas haina that provision yenye mtu unafanya CNA outside America alafu fanya board exams outside America venye nursing inafanywa ya RN ya NCLEX, alafu kivuka hapa hivi unakuja tayari kama CNA. I think this has been a very big confusing factor. That's why mtu ananiandikia hilo jambo ambalo ni swali, mtu anafikiri unaweza kuja from outside America ukuje ufanye kazi straight as a CNA. No. So uwezi kuja from outside na certification ya CNA. America hawatambui. Lazima uje ukafanya hapa America your nursing ya certified nursing assistant certificate kwanza, alafu upewe practicing license hapa America. So don't lie yourself. Usifanye practicing ya nursing ya certified nursing assistant pale outside America alafu ufikirie kwamba itakufanya utransition. Hawatambui. So the only way venye unaweza kuja America ni kupitia green card lottery, ama ukuje kama nurse mwenye amepita NCLEX exams. That is in the portion ama in the pathway ya nursing. That's why most of the time ninawafundisha, nawaambia kama unataka kuja Amerikani kwa urahisi, enda practice nursing, pitia hiyo process yote ya kuwa nurse hapo Kenya, and then
ukuje America ready for the job market. Swali lipo hapa hivi. Wengi wanaimba sana, wanasema wanataka kuja kufanya kazi ya CNA. Na mkumbuke ya kwamba advice yenye tunapatia watu wenye wanavuka wanatoka pale Kenya, mostly ni spouses wao, pengine ni nurses. Tuna advise the most immediate family members, wenda kama mke wako alikuja America kama nurse, RN, akavuka akakuja USA kama RN. So most definitely wewe pia kama ni husband wa huyo nurse mwenye amevukishwa amekuja America, utakuja fanya kazi kama nurse pia hapa America, so that vitu viingiane. Why? That is the way. Because hautakuja uende njia zingine pale, so that vitu vitakuwa rahisi kwenu nyinyi wote. So wewe pia most appropriately, kama ulikuwa mwalimu nyumbani, kama ulikuwa nani nyumbani, wewe kubali usikubali, ndio vitu viingiane, utakuja ufanya kazi kama nurse, upende usipende. Ninawaambia vitu ambavyo vimetendeka huko. Otherwise usije usipange safari mkuja na mkewe, baki Kenya, kwa sababu vitu havitaingiana. So the most place penye utaingia, the entry point ni bibi yako anapoenda kufanya kazi kama nurse pale kwenye hospitali ama kwenye home nursing, wewe pia utaanza kufanya kazi kama CNA. So atakulipia bwana ako, mkewe atakulipia ufanye kazi kama CNA, utrain kama CNA, so that eventually at the end of the time ama ages you'll also be a nurse. So be it uko na PhD, be it uko na masters, be it uko na bachelor's degree in wherever field you are in Kenya, I'm telling you the entry point ya kufanya kazi na kuishi hapa America ni kufanya kama CNA, or else uende ufanya kazi in your field of which it will take you a greater time kufanya kazi ingine, meaning transitioning from your field of your experience. Wenda wewe ulikuwa any other bachelor's degree in any field, but remember what matches. The reason why tuna encourage most family members wakuje or venture into nursing, not because I'm a nurse, because it's a choice. Ukitaka sawa, kama utaki, discuss with your spouse, unataka ku remain kwa whatever field you want to be, as long as that field will match the field of your spouse. Why? Because your spouse atakuja ende kazi 8-hour shift ama 12-hour shift. Akienda 12-hour shift, kama you are a young family, atakuwa anaenda kazi kuanzia saa ngapi mpaka saa ngapi, and who will take care of your babies. Kama mko you are a young family ambao mko na watoto, nani atakuwa anachunga hawa watoto wenu? So kuna interchange ya shift. That's why you advocate. And just by the way, sisi wa Kenya tu nakuja hapa Marekani kutengeneza dollars. So the most appropriate and appropriate priority yenye sisi tunaona, ambao tunarusha macho ya most of Kenyans wenye wamekuja hapa hivi, wamefaulu wakipitia njia vipi? So ni nursing. Nursing, why? Because it's the most appropriate na ni available job ika hapa hivi. So ukitrain mapema ukiwa Kenya, the easier will it be for you ukija hapa USA. But the more ukija hapa USA without being a nurse, the harder will it be for you. So hata ninafadhalisha kama bibi yako anakuja kama nurse, kama kuna uwezekano ukiwa ubakie Kenya miaka miwili, miaka kadhaa, aenda KMTC Kenya, so that siku ile unakuja America, unakuja kama uko nurse, it's very easy and cheaper for you kifedha utrain kama nurse ukiwa Kenya, so that unapokuja hapa America unakuja kama nurse, unakuja to the ready job market. Because mimi najua most of the families hawatakuwa ready ku prepare as a nurse ukiwa Kenya alafu ukuje, kwa sababu spouse might have amekuja mapema hapa hivi, then vuka kuja hapa hivi, kuja kubali ufanye kazi kama CNA. Haya,
Fast forward, napenda kutumia hiyo neno. Kuna wengi wanajiuliza hii kazi ya CNN ni kazi ya aina gani? Kwa sababu naona wengi wetu wananitext yani wamegive up kabisa, wako ndani downhearted, wanasema let it be, wacha nifanye hata kazi yeyote tu yenye inapatikana ambayo inaitwa caregiving. There's a very big difference between caregiving job na CNA. CNA job is a professional job, so lazima mjue hivyo. Unaenda college, unatrainiwa, unakuwa certified, you are regulated by a certified body. Ukifanya makosa, you will be deregistered. So uko na governing body ambayo inakuangalia. Ukifanya makosa, uko reported kwamba umefanya makosa, utakuwa deregistered and you act professionally. What do CNA do? Kazi aina gani ndio CNAs wanafanya pale kwenye hospitali? So they work in various places. Wanafanya kazi kwenye hospitalini na wanafanya kazi kwenye home nursing. Hospitali ni kama hayo mahospitali yenye mnaijua hapo Kenya, whereby kuna wagonjwa ambao wamelazwa, wameadmitiwa kwenye ward. So our CNAs hapa Amerikani wanafanya kwenye hospitali kama hayo yenye yako hapo Kenya. Wanasaidia wagonjwa ambao wamelazwa, wanaishi kwenye hospitali. Kufanya nini? Kuwavalisha manguo, kuwavalisha. Hapa hivi kuna kitu inaitwa diaper. Najua hamuelewi, lakini hapa Amerika watu wakubwa wanavalishwa pampa. Hiyo ndio hapa hivi tunaita diaper. So CNA unavalisha mtu mkubwa pampa, unampanguza. Kuna vitu inaitwa wipes. I think I should show you the wipes kama niko nazo hapa hivi. So CNA procedurally, sasa ile unapanguza mtu, hakuna kupeleka mtu aende aoge ndio avalishwe diaper. Unatumia vitu kama wipes. Unaona hizi vitu? Hii ni wipes. Wipes ni makaratasi. Do I even call karatasi? Ni kama tissue paper. Mnaona? Tissue paper kama hii. This thing is wet. So ukipanguza mtu, ukibadilisha diaper, saa zile amejisusulia ama amejipupulia, unachukua hii kitu, unapanguza yeye akwe clean, unamvalisha, unatupa vile vitu umeitumia kama haya, hii ndio wipes. Alafu unampangusha, anakuwa dry, inakuwa you drying them up. So unampangusha akwe dry na unamvalisha nini? Diaper. Diaper hapa hivi ni pamper. So kuna venye vinaitwa diapers, alafu kuna zenye zinaitwa briefs. Briefs ni kaile pan type. Pan type. Inaitwa pan type, yeah. So yeah, ni kama unamvalisha kitu kama ka panty, pan type. So unamvalisha ka panty, diaper kama panty. Unasikia? So ukishampanguza, kama amejikojolea, kama amejipupulia, unampanguza pupu. The catch, unaweza kuistahimili harufu, ama wewe unaweza kumvalisha mnyanye ama mbuda ama yule mama mzee ama baba mzee, ile susu yake ama ile pupu yake, umuondolee uchafu yake, umvalishe diaper ingine. Utaweza? Hiyo ndio kazi yenye CNAs wanafanya hapa Amerika. Ukitaka sasa kuchange mind yako, change mind yako tayari kabla hujafuka kuja Amerika. Hiyo ndio kazi yenye CNAs wanafanya hapa Amerikani. So usifikirie tu kama ile kazi ya house help. House help, mimi najua tunaosha vyombo nini. No. CNA hiyo ndio kazi ambao so ni mzuri, meitaje nitumie the most part yenye watu wanaogopa kufanya. And then kuna kitu inaitwa bed bathing, kuwaosha kwenye kitanda. So hizi vitu yote unafundishwa techniques ya kuosha mgonjwa ama mama mzee mwenye hajiwezi kwenye kitandani, unamuosha. Bed bathing.
ama unampeleka kwa shower. So unafundisha techniques ya kumtoa, inaitwa bed lifting technique ama patient lifting techniques. Unamuinuaje mgonjwa peke yako atoke kwenye kitanda, kuassist akuje kutoka kwenye kitanda aende kwa wheelchair, umsukume, peleka yeye pale kwa shower room yake. Shower room inamaanisha ni bathroom. Uende umoshe kwa maji ya shower. Shower hapa hivi ni shower, maji inamwagika kutoka juu, inaitwa shower. Unanipata? Utaweza hiyo kazi? Hiyo ndio kazi ya CNA. Ukitoka pale kwenye shower, kumbuka utamuosha, utasugua kila pahali, dry yeye, panguza yeye na towel, rudisha yeye kwenye kitanda chake. Kumbuka tuna deal na watu wenye hawajiwezi, ni wagonjwa. So hiyo ndio kazi ya CNA. Unaangalia afya yake. Kama ni mwanaume, ametosha afanyiwe shaving kwenye beard yake, nywele imegrow overgrown, ametosha kufanyiwa shaving. Ni kazi yako, ni kazi yako. Afya yake yote kutoka kwenye kichwa hadi miguu ni kazi ya CNA. Ukitoka Kenya unakuja kuosha wanyanye ambao ni wanawake na wanaume ambao ni wazee wenye hawajiwezi, umeletewa kutoka nyumbani na wazazi na watoto wao hawajiwezi tena. Watoto wao wanataka waje wasaidiwe kwenye home nursing ili nao pia wapate nafasi, watoke waende kazini. Hii ni job opportunities yenye America imecreate to other people from other countries, because wanyanye wababe ambao ni wazee kutoka hapa USA wenye wamezeeka kutoka umri wa 60 years and above, kuna portion ya insurance yenye wanalipwa na serikali. Ukishazeeka tu unawekwa kwa kategori ya disability, so you automatically pesa yako kama zile za Kenya unalipwa ile pesa yako ya uzeeni. Hiyo pesa yako ya uzeeni unatumia family members yako, wakishaona kwamba imetosha uende kwenye home nursing, unapelekwa unapewa care pale home nursing. Ndipo serikali inalipa hiyo particular home nursing pesa yenye wanatumia kuwalinda ili sisi tulipwe ambao tunawatunza. So kila mtu hapa Marekani ako na kazi yake ya kufanya. So hiyo ni that is a part of the CNA job and duty yenye wanafanya. Ukishamweka huyu mgonjwa kwenye aidha ni mgonjwa ama ni mama mzee mwenye si mgonjwa, wamezeeka, hajiwezi kufanya kazi lolote, lakini wako na issues, pengine wamejisahau, hawajui kama wale wanyanya wetu tu wa nyumbani, unaambia nyanye kuja, nyanye imefika saa yako ya kukula sasa, nyanye simama, nyanye enda hapa, nyanye enda bathroom, nyanye fanya hii. Hiyo ndio vitu vyenye CNAs wanawasaidia kufanya. Ikifika wakati wa kuwalisha, wewe ndio unampelekea kitu inaitwa tray. Tray ni tray ya kawaida, tray yenye iko na sahani ya vyakula, vitu vya kukula, ya maji, chakula yote. CNA anamserve na hiyo tray, anampelekea pale. Kama ni mama mzee mwenye hajiwezi ama baba mzee hajiwezi kukula, because that is the essence, umeemployiwa kuja kusaidia watu wenye hawajiwezi, utamlisha akule, hakikisha amekula ameshiba. Baada ya kukula ameshiba, kuna pale pa kuandikisha kwamba alikula percentage fulani, itakuwa nini. Kama unaona kuna shida ambao wako nayo, unaripotia nurse, ambao sasa ni nurse mwenye ata make judgment
alikula vya kutosha ama kutosha. Kuna changamoto, huenda ako na joto, huenda ako na nini. CNN ndio anaripotia nurses, anawambia okay nurse, so and so ni kama hakukula leo so and so leo output yake ya makojoo haikuwa, so it's upon nurse sasa aanze kunota, asema okay so and so hakupitisha makojoo ama ile sehemu nyingine ya choo siku ya leo. Kazi ya CNN ndio hiyo. Ndio nimechukua nafasi leo ni kufanyia kitu inaitwa definition, in-depth definition, so that mnaporukaruka pale kwenye Facebook mnaongea, unasema oh, hii kazi ya CNN, je, inalipa vizuri ama ilipi? Inalipa vizuri, kwa sababu watu wengi hawapendi kufanya, kwa sababu wanaisema ni kazi chafu. Na hivyo Wakenya wengi ama Waafrika wengi wanapatikana kwamba wanafanya hii kazi, na hii kazi inapatikana kwa wingi kwa sababu most watu wenye wanakuja hapa hivi kama watu weupe hawapendi kufanya hii kazi, kwa sababu wanaogopa kufanya, na ni kazi ambao wanaona ni kazi chafu, so wanaacha watu wengine. So tumewachiwa, that's why mnaona hii kazi inapatikana kuanzia asubuhi na mapema na kila wakati, na sisi wa Kenya ndio tunapatikana pale tunafanya kazi ya CNA kwa wingi, unaona, na ni daraja kubwa ya kufanya kazi. Ukipanda milima na mabonde, unatumia huu mwanya so that later on in life utawacha kufanya hiyo maneno ya kupanguza, kufanya nini, na una grow, unaenda unafanya kazi ya nursing RN. So nurses ambao ni RN ndio supervisors ya CNAs. Unanielewa? So most people ambao ni CNAs watakuja hapa hivi wafanye kazi kwa uvumilivu, and then baadaye wanaendelea kusoma. Na most Kenyans wamesomea sana kazi ya nursing baada ya kuwa CNA. So ukiwapata hapa Amerikani, wanianzia kwanza kazi ya CNA, wakivumilia, wakilipwa, hiyo kazi ya CNA inawalipa, inakulipa senti za kwenda kazi, kulipa familia, kulipa nyumba, kulipa bill zote za nyumba, alafu na kulipia shule. Kazi ya CNA iko na uwezo mkubwa sana kukulipia bill zako zote za Amerika. Kama wewe ni mtu mpya hapa USA, itakulipia bill zako za nyumba, bill zako za kununua gari ya kwanza, bill zako za kupata insurance ya gari, bill za kununua gari ya kwanza, bill za kuingia kwa apartment, hata bill za kununua nyumba ya kwanza, and then bills ya kuingia shule ambao ni kama mfano wa KMTC hapo Kenya. Uingie wapi? Ufanye mtihani ama kuisomea nursing. And then just by the way, kama ujui, most employers hapa America, ukishafanya kazi kama full time employee wa kuwa CNA, most employers watakusponsor uisomee nursing, watakulipia. How about that? Most employers, hiyo ni jambo ambalo sio kila mtu atakwambia. Most employers watakulipia iwapo umefanya kazi 6 months and above consecutively in that job area. That job, kama mwajiri wako umemfanyia kazi more than 6 months, watakufanyia kitu ambayo watakubond, watakulipia school fees uende hiyo shule ya nursing. Lakini ujue baada ya kumaliza shule, they'll bond you for a longer period until walipe pesa yenye walitumia kukulipia shuleni, which is a very amazing thing. So ukishamaliza shule, baada ya kukusomesha, watakupea muda ya kuwafanyia kazi. Utawafanyia kazi yenye inalinganishwa na pesa yenye walispend in paying for you the KMTC school. Natumia KMTC school, nursing school period. How much was it? Might be, it will be $10,000 for the entire period mpaka umalize shule yako. That employer will pay for you. So you'll be bonded. Hautatoka kwenye hiyo kazi hadi uwalipe hiyo $10,000. How?
utaendelea kuwafanyia kazi, utawaambia percentage fulani mdeduct, nitaendelea kuwafanyia kazi, deduct from my salary until that period that I am clearly cleared, I've cleared your pay. Of which watu wengine wanafanyanga nini? Unachukua hiyo kazi na kwa full time, so utakuwa nalipa hawa full time money yao, and then unachukua kazi kwingine. Hiyo ni njia haraka, in 6 months umewalipa by the way. So unachukua kazi ambayo inaitwa PRN, ama unaambia wacha nichukue hii kazi full time so that every month kama we umekuwa RN utakuwa unafanyia pesa yao, at least pengine watakuwa na kulipa 5,000 per month na wanakudai 10,000 per month. So unaweza kuambia let me pay you 2,000 or even 1,000 per month or even 2,000 per month for the next 6 months I mean. So utakuwa umewalipa. So ni jambo ambalo ni mzuri. That's why we encourage most of you guys. Ni mwanya ambao wengi hawaelewi. Ukiwaeleza wanasema wacha nikimbie, wacha niende military, nitaanza kuwa citizen mapema, lakini uoni bills itakuwa imerahisishwa. Lakini nao pia kama we ni CNA inabidi ufanye bidii, ubalance between kufanya kazi na ubalance between kusoma. Si rahisi. Endeleeni kunifuata katika Evan Saboge ili niwaelekeze na niwatambulishe, niwaonyeshe njia za kusucceed hapa Amerika. Na mjue ya kwamba ukija hapa Amerika, sisi watu kutoka Afrika tunatafuta kazi ambayo itakufanya pesa mingi per hour, so that ujenge nyumbani, urudi nyumbani nyakati zako za umri wa retirement. Hivyo sasa utaenjoy, unatengeneza nyumbani, nyumba yako unajenga, unatafuta environment ya kazi pale nyumbani Kenya, kama ni job opportunities zenye inaleta pesa ama biashara. That's why most of the Americans wenye mnaona Kenya wana venture into vitu kama wananunua vyumba vyenye inalipisha pesa za rent, so that urudi nyumbani Kenya uishi kwenye nyumba kama yenye ungekuwa unaishi hapa America, comfortable house, bungalows, en-suite rooms, vitu kama hizo. Unakaa tu na relax na pengine umeacha watoto wako hapa Amerikani. That is the dream of each and every American. Kwa sababu ya nini? Dollars zenye tunazitengeneza hapa Amerika, tunakuja tunazisacrifice time yetu usiku na mchana. Si pesa ambazo watu wanafikiria pengine ni pesa ambazo unakuja unazichuna kwenye mti. Ni pesa ambazo tunazitoa jasho zetu, unaenda unakesha usiku na mchana unavitengeneza hivi pesa. And that's why most of our money from diaspora and from American dollars zenye tunatumana Kenya is fully blessed, because ni jasho yetu. Hatuibi na hatupewi na hatuchuni bure kwenye miti. Pesa ambazo ni jasho yetu. Una sacrifice time yako, unasema wacha niwache familia yangu walale, wacha niende nifanye angalau 8 hours, wacha nifanye angalau 12 hours, nipata at least. Unachora mbele, unasema wacha nifanye hivi. Kwa hivyo kama mtu ako na deni yako na hako Amerikani, ujue ya kwamba ana prioritize vitu vingine, anatanguliza familia yake kwanza, wakwe stable, ndio apate pale pa kuishi ambao ni rahisi kwanza. Ni kama yule ndege mwenye anapata pale pa kukaa kwanza ndio aanze kupaa. So kama jamii ama jamaa wako amekuja Amerikani hivi karibuni na hajakulipa deni yako, ujue eventually atakulipa, kwa sababu kuna vitu ambavyo vinatangulia kwanza. Wanaangalia stability, kwa sababu ukitaka kulipe deni yako na hajapata nyumba ya kukaa vizuri, hajakuwa comfortable, ataishi wapi? Lazima kuwa comfortable kwanza, dianze kuconcentrate one thing at a time, na msisumbue members wenye wako Amerika. Maisha sio venye mnafikiria, ni bidii na ni kujituma. Asanteni sana kwa kunifuata. Mimi ni Evan Saboge, niko na videos vingi, muzifuate ili wape mafundisho halisi. Asanteni sana.